Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku nyingine hii ya leo katika ibada hii takatifu ya ubatizo. Bwana Yesu, naomba sasa ukaanze nasi kwa Roho Mtakatifu katika ibada hii ya ubatizo. Bwana, tuone uso wako mahali hapa. Tuone Bwana nguvu zako mahali hapa. Kwa mtumishi wako ambaye siku ya leo tumeweka wakfu katika utumishi wako, Bwana. Bwana, uonekane mahali hapa. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Ikifata zidi kuimba sifa za wokovu, ulimi ujapo nyama vumbini mwa ufu, vumbini mwa ufu, Marko 16 kuanzia mstari wa 15. Kitabu cha Marko 16 kuanzia mstari wa 5. Akamwambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaambatana nao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Bwana asifiwe sana. Ndugu yetu ameshaisikia Injili na ameamini hii Injili, tukio ambalo linafuata na yeye kubatizwa. Maana anasema kwamba atakayeamini na kubatizwa ataokoka, lakini yule asiyeamini amehukumiwa. Kwa hiyo mtu anapobatizwa tayari amekwisha kuokolewa, na hata ile hukumu ya milele anakuwa ameshaikimbia au imeshamuondoka. Kwa hiyo Mkristo au mtu ambaye umeamua kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi maisha yako, ni lazima kwanza uipokee Injili ya Kristo Yesu, iingie ndani yako, na baada ya hapo sasa unaenda kubatizwa. Ili iweje? Ili kuondoa ile hukumu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia nasema kwamba kwenye kitabu kile cha Mathayo, kauli ambayo Yesu mwenyewe amesema, Mathayo sura ya 28 ukianzia mstari ule wa 18, anasema Yesu akaja kwao akasema, akamwambia, nimepewa mamlaka zote mbinguni na duniani, basi enendeni mkayafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hii ni kauli ambayo Yesu ameisema. Nimepewa mamlaka zote duniani, mbinguni na duniani. Nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, alafu wabatizeni kwa jina la Baba ambaye ni Mungu wa mbinguni, ambaye ndio Elohimu, ndio Adonai, ndio Eligibo, na la Mwana Yesu Kristo na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunambatiza ndugu yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, bahati na kubatiza kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kubatiza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya uwezo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru Bwana kwa ajili ya baada ya siku ya leo ya ubatizo kwa ajili ya mtumishi wako. Asante Bwana Yesu, maana unaweza yote, kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Barikiwe katika Kristo. Amen. Haleluya. Macho yako vizuri. Haleluya. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake,
Wakasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya mkate huu, ewe mfalme wa amani, atakaposhiriki mtumishi wako, basi Bwana ukaachilie uzima ndani yake. Basi Bwana ukaachilie uhai ndani yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Baba, katika jina la Yesu, natakasa mzao huo mzabibu, mtumishi wako Bwana atakapotumia kwa mara yake ya kwanza. Bwana ukafanya agano jipya ndani yake. Bwana ukafanya jambo jipya ndani yake. Bwana ukafanya kitu ndani yake, ukamtakase Bwana kwa damu yako ya thamani, ukamfanye kuwa chumba kipya. Mapando ya dhambi, mapando yote ya mateso, mapando ya mauti, mapando ya laana yakamwachie katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Amen. Haleluya. Wakati kwanza na hiyo Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtumishi wako. Asante Bwana. Kila mmoja mkono ndio mbele kwa ajili ya mzetu, maana ni mara ya kwanza kushiriki meza ya Bwana. Bwana akampatie nguvu na akaanza kutembea katika yeye, katika Kristo. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana Yesu kwa uwezo wako. Asante Bwana Yesu kwa nguvu zako katika safari mpya Bwana ya mtumishi wako. Naomba Bwana Yesu kamuongoze kwa nguvu zako, ukampe hatua Bwana, hatua za wokovu, hatua za kukujua wewe, hatua za kukucha wewe Bwana, hatua za utumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako kuanzia sasa na yabadilisha kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, ukatembea katika upya na kuunganisha katika ufalme wa mbinguni, na kuunganisha katika uwepo wa Mungu, na kuunganisha na watu wa Mungu, watu wa Kristo, watu ambao Bwana watamtunza na kumuongoza katika njia zako, katika jina la Yesu Kristo. Na muondolea mbali sasa kila aina ya mapando mabaya, na mtenganayo sasa yakamtenge, yakamwache kwa damu ya Yesu Kristo. Kila watu walio wabaya, watu ambao Bwana wana maangano ya kuzimu juu yake, na mtenganayo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana tembea naye kwa Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku hii ya leo. Asante Yesu kwa ajili ya ibada hii ya sisizo. Bwana hii ya meza yako ni kitu ambacho tunaenda kwa ajili ya watu. Asante Bwana Yesu kwa uwezo wako. Asante kwa uwezo wako. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haya, basi Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu. Haya. Hongera. Hongera kwa maisha mapya. Kuanza maisha mapya Kristo.